Mambo vipi, mwana michezo wa Masai TV. Leo ni siku nyingine kabisa adhimu ambayo nakukaribisha hapa tuwe sote mpaka mwisho na tamati ya kipindi hiki. Na kabla kusonga mbele zaidi nikukumbushe tu mwana michezo, usisahau kusubscribe, kushare na kulike ili uweze kuwa wa kwanza kupata habari zetu za michezo na burudani ambazo zinatokea na ambazo zinatarajiwa kutokea hapo baadaye. Na kwa kuanzia leo tutatazama sakata zima la klabu ya soka Young Africans ambalo taarifa ilitoka hapo awali kwamba wanadaiwa na mchezaji wao Azizi Andambwile, na baadaye Azizi Andambwile kupitia msimamizi wake wakaweza kuipeleka Young Africans kamati ya masaa 72 kwa maana ya TFF. Na baadaye Young Africans pia waliposti, kwa maana ya leo waliposti ya posti ambayo inaonyesha kwamba kumlipa Azizi Andambwile kiasi cha pesa ambacho kiasi cha pesa ya usajili ambao Azizi Andambwile alikuwa na wadai Young Africans na wamemalizana. Sasa baada ya sakata hilo, japo mchezaji mwenyewe hajazungumza chochote juu ya sakata hili, baada ya kulipwa pia bado yupo kimya, tunasubiri tamko kutoka kwake. Lakini Ali Shabani Kamwe kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram amezungumza au ameposti ambayo inaonesha kutoridhishwa na wale ambao wanatafuta content, kwa maana kutafuta habari na kufanya interview na wale ambao wanasemekana kuwa ni mawakala wa wachezaji wao wa Young Africans. Na Ali Kamwe amelaani tendo hilo na kusema kwamba ni kitendo ambacho kinashusha thamani ya club na kinashusha chapa ya club, kwa maana ya kwamba ni kosa kisheria. Amewaagiza wale wanatafuta content kwamba si vibaya kutafuta content au kutafuta habari sehemu yoyote ile, cause uandishi wa habari ni sehemu pia kujipatia kipato na kujipatia jina pia. Lakini amewaagiza kwamba wajaribu wanapofanya interview zao basi uhakikishe wanamfuata mtu binafsi ambaye ni pase anajulikana kama wakala au msimamizi wa wachezaji. Kwa bahati mbaya sana watafuta content hizo wanawafuata wasimamizi. Lakini kwa faida yako tu mtazamaji ni kwamba Tanzania hii au nchi ya Tanzania imekuwa kuna wingi wa mawakala ambao wanafahamika kama ni wasimamizi tu. Ili uwe wakala wa mchezaji kwanza lazima uwe na leseni ambayo inakuonesha FIFA kwamba wewe ni wakala wa mchezaji fulani. Lakini kwa bahati mbaya sana Tanzania hii, ukijaribu kutafuta mawakala ambao wanatambulika na FIFA, katika mawakala 10 utakuta mawakala wawili tu ambao kimsingi ndo wanafahamika na FIFA, ambaye moja ya mawakala ambao FIFA wanawafahamu ni mama mmoja anaitwa Bi Yasmini, ambaye yeye ni msimamizi au ni wakala wa Clement Mzize, pia ni wakala wa Bwana Ali Samata, lakini pia ni wakala wa Simon Evigodi Msuva, ambao hawa wanafahamika rasmi kwamba huyu ni wakala ambao FIFA wanamfahamu. Sasa kumekuwa na wingi mkubwa sana wa wasimamizi na si mawakala wa wachezaji, na kwa maana kwamba kwa mfano kuna kiongozi mmoja anaitwa George Mbangile, yeye anasimamia zaidi kwenye kuwasimamia kina Dickson Job, anasimamia kina Kibwana Shomari, anawasimamia kina Butwari Bumsheri, kina Nixon Kibabagi. Lakini bado hawa si mawakala pase ambao kafu wanawafahamu, watabaki kama wasimamizi. Na ndio maana inapokuja issue ya mchezaji kutoka nje ya nchi lazima watafute mawakala ambao kimsingi FIFA wanawafahamu. Hauwezi kuuza mchezaji kutoka nje ya Tanzania na kwenda nchi tofauti kama wewe si wakala ambao kafu na FIFA wanakufahamu. Kwanza lazima uwe na kafu license ambao wanakufahamisha kwamba wewe ni wakala ambao unamsimamia mchezaji, lakini pia kafu wakutambulishe kwa FIFA kwamba huyu ni wakala ambao sisi binafsi tunamfahamu. Kwa hiyo kwa alichokiposti Ali Shabani Kamwe ameonyeshwa kusikitishwa sana na juu ya interview ambazo zinaendelea juu ya sakata la Azizi Andambwile, na amesema kwamba kwa nini Young Africans imekuwa ni klabu ambayo inazungumzwa vibaya sana katika kila idara, na Azizi Andambwile pekee yeye hajazungumza chochote mpaka sasa hivi juu ya sakata hilo kudai klabu ya Yanga. Lakini yeye amesema anamwachia msimamizi wake. Kwa hiyo hapo unaweza kupata picha kamili kwamba kama mchezaji anamtambua mtu kama msimamizi, iweje wewe umtambue kama wakala wa mchezaji. Na kwa sasa hivi
wachezaji wote wa Kitanzania wamekosa mawakala, na si kukosa, ni kutokana na kuwa na elimu ndogo ya kupata mawakala ambao wanafahamika. FIFA wanatoa mafunzo yao, ukiweza kuqualify mafunzo hayo basi wewe unaweza kuwa ni wakala wa FIFA, lakini kwa sasa hivi wasimamizi ni wengi kuliko mawakala. Kwa hiyo Azizi Andambwile ni kweli alikuwa anadai pesa ya usajili ya Young Africans ya kutoka Singida, lakini mpaka sasa hivi alikuwa hajapewa, na rasmi klabu ya Young Africans imemlipa pesa hiyo ya usajili ambao yeye binafsi alikuwa akidai klabu ya Young Africans. Na Alikamwe amezungumza hapo pia kwamba amemshauri mchezaji afocus na kupambania namba kiwanjani, achane na mambo ambayo yanaendelea kutokea, wao kama club watadili nayo. Lakini kwa faida yako tu mtazamaji wetu ni kwamba content zozote ambazo zinatafutwa na watu lazima ufahamu kwamba kuna tetesi na kuna uhalisia. Kwa hiyo kwa sasa hivi lazima ufahamu kwamba kuna mawakala na kuna wasimamizi. Nimekupa utofauti hapo kati ya wakala na msimamizi, kwa maana kwamba msimamizi anamsimamia mchezaji, kwamba wewe nitakusimamia kuanzia championship, First Division League, labda paka ligi kuu Tanzania bara, na paka hapo ambapo utakapopata timu kwenda nje ya nchi. Lakini ukifika kwenda nje ya nchi sasa utabidi utafute wakala ambaye atakuwa anafahamika na FIFA ili aweze kukusaidia huko mbele. Kwa hiyo anakuwa msimamizi kuanzia huku chini, kuanzia kwa maana kwamba daraja la kwanza au paka ligi kuu. Akipata timu kibahatika kwenda nje ya nchi, yeye pale anajivua na kumwachia wakala ambao atakuwa anafahamika na FIFA. Na kwa nchi Yasmini pekee ndo wakala ambao kimsingi FIFA wanamfahamu, na maana hata inaweza kuja issue za mchezaji kutolipwa na klabu yake nje ya nchi, anasimama yeye na clear swala hilo. Kwa hiyo mwanamichezo, leo tumeamua kukusogezea hili leo, tukupitishe nalo hapa, na imani umeenjoy vizuri na umesikia sakata la Azizi Andambwile. Sasa rasmi klabu ya soka ya Young Africans haidawi chochote kile na Azizi Andambwile, na wamekwisha kumlipa pesa yake, na Azizi sasa anapaswa kuendelea kupambania namba ndani ya klabu ya soka ya Young Africans. Lakini moja ya kitu ambacho Alikamwe amekizungumza ni amewaagiza wanaotafuta content kwamba wajitahidi sana kufikisha content kwa watu ambazo zina ujazo. Yaani hakikisha unapofanya interview na mtu uhakikishe huyu ni wakala rasmi anayefahamika na FIFA, huyu ni wakala rasmi ambaye hata kafu pia wanamfahamu. Lakini si unakwenda kufanya interview na msimamizi wa mchezaji anaweza katoa lugha yoyote ikashusha thamani ya club, pia chapa club pia ikashuka. Kwa hiyo kwa leo tumekusogezea hilo, tumeona kupita nalo hilo mwanamichezo, na I hope umeenjoy. Na pia kama kuna taarifa yoyote ambayo itaendelea kutoka ndani ya klabu ya soka ya Young Africans kuhusu Azizi au na mchezaji yoyote, pia tutakusogezea hapa. Na kwa muda ambao ulikuwa na sisi, tukushukuru na tukutokea majukumu mema. Hii ni Masai TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu za michezo na burudani. Tuendelee kukujuza zaidi. Mimi ni Super Mido Sise, nikutakia siku njema.